Haleluya mpendwa, na kusalimia kwa jina la Yesu. Naona uko salama, Mungu amekulinda. Yes, God bless you in the mighty name of Jesus. Mungu akubariki sana. Nafasi nyingine Mungu amenipatia kuzungumza nani, kuambia kwamba baada ya kupokea nafasi nyingine, aidha ni ya kuokoka kama ya kila jambo ambalo uko unalihitaji, ya kwamba Mungu wetu atakuinua. Ni kwa maana Mungu akona uwezo ya kukuinua, usikate tamaa na maisha. Kwa kitabu kile cha Zaburi 113 mstari 5 inauliza, mwandishi anauliza kwamba ni nani aliye mfano ya Bwana Mungu wetu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani, ambaye umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahannam. Umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahannam. Mungu atakuinua, muamini, endelea kumwamini, na Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Huyu alikuwa ni mtu ambaye ni kama wewe, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amepitia changamoto nyingi sana za maisha, na alikuwa chini sana, na Mungu akamuinua. Na alipomuinua akawa na tafakari yale matendo makuu ya Mungu. Na sasa alikuwa anauliza, aidha alikuwa anajiuliza mwenyewe ama alikuwa anauliza wale watu alikuwa anawahubiria. Alikuwa anajaribu kuwaonyesha kwamba hakuna mwenye kulinganishwa na Mungu tunayemwamini. Maana yule Mungu ambaye Biblia inasema kwamba ananyenyekea kitazama mbinguni na duniani. Na anasema kwamba umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Yaani Mungu akona uwezo ya kutoa mtu ambaye ni mnyonge kutoka kwa mavumbi, na anapata kumuinua, anamweka mahali palipo juu sana. Na Biblia inasema kwamba na mavumbini na kumpandisha maskini kutoka njaa. Anatoa maskini katika njaa. Njaa ni ile mahali pa kutupwa garbage, mahali pa kutupwa takataka. Kuna watu kule kunatupwa takataka, unaweza enda huko unawakuta wanatafuta vile wataishi. So Biblia inasema kwamba Mungu akona uwezo ya kushukua mtu kama huyo ambaye ako kule njaani. Biblia inasema kwamba anampandisha maskini kutoka jahannam, anamketisha katika viti vya wakuu, wale wakuu ambao ni wenye kumtumikia Mungu. Kwa hivyo neno la siku ya leo ni ya kwamba Mungu atakuinua hata kama hauna qualifications zinazohitajika kwa ajili ya kuinuliwa. Baada ya kupewa nafasi nyingine, Biblia inasema kwamba atainua mnyonge kutoka mavumbini. Ni unyonge wa aina gani ulio nao kwa maisha yako? Ni unyonge wa aina gani? Watu wana maunyonge tofauti tofauti kwa maisha yao. Kuna watu wana maunyonge ya kiafya, ya kipesa, ya kielimu. Watu wana madhaifu yale ambayo ukiwaulizia ni kwa nini wasibarikiwe, ni kwa nini wasiinuliwe, watakuambia sina hiki na sina kile. Kama yule mtu ambaye alikuwa amekaa katika birika akingoja maji yachemke miaka 38 alikuwa amekaa pale. Anaulizwa, ungetaka kuwa mzima? Anasema nitakuwaje mzima na sina mtu ambaye anasanishukua nitupe kwa ile maji yanapochemka? Sina mtu kunisaidia. Hiyo nilikuwa unyonge yake. Kama angelikuwa na mtu kumuinua amtupe kwa maji yanapochemka, angeona mambo yangekuwa sawa. So kuna yale madhaifu, kuna yale manyonge unaangalia kwa maisha yako. Mungu atayafunika, maana amekupea nafasi nyingine, maana amekupea fursa nyingine. Mungu atakutoa kwa ile hali ambayo ni ya unyonge wako. Biblia inasema anainua mnyonge kutoka mavumbini, anapata kumtoa na kumpandisha yule mtu ambaye ni maskini kutoka kwa njaa ile la takataka, anamketisha katika viti vya wakuu wa watu wake. Tena Biblia inasema
uweka nyumbani. Mwanamke aliye tasa awe mama ya watoto mwenye furaha. Baada ya kupewa nafasi nyingine, ni vyema ujue kwamba huyu Mungu ambaye amekupea nafasi nyingine, kama yule Samueli, kama ilivyokuwa ujumbe ya kwanza ya last Sunday, huyu Mungu akona uwezo. Maana sometimes unasasikia umepewa nafasi nyingine, lakini useme siwezi kwa sababu ya jambo moja ama lingine. Lakini huyu ambaye amekupea nafasi nyingine, aidha ya kujiashiri na kuashiri, ama ya kumtumikia, ama ya kupata masomo mazuri, ama ya kupata ile maisha bora, ama ya kuwa na afya nzuri, ama ya kutoka kwa mauti, anakuinua tena kwa kitanda ya ugonjwa, huyo Mungu anasema atakuwezesha. Anatoanga yule mtu ambaye ni mnyonge kutoka katika mavumbini kabisa, mahali ambako kunaonekana kana kwamba kuwezi ainuke tena, anakuinua. Kwa hivyo naona Mungu akikuinua mpendwa, naona Mungu akiniinua, naona Mungu akituinua kila mmoja wetu, kwa maana sisi sote kwa njia moja ama nyingine tunamhitaji Mungu maeneo tofauti tofauti. Naamini ya kwamba kuna maeneo ambayo ungependa Mungu akuinue. Ungesema ningefika pale ingekuwa sawa, ingekuwa hivi, ingekuwa vizuri. Lakini unajikuta kwamba unajaribu, lakini kama mtu wako kwa shimo. Unajaribu bila unaweza toka pale, unakuta kwamba ni kama unarudishwa. Ni kama ile ya mwandishi wa Zaburi alikuwa anasema kwamba analimngoja Bwana kwa subira, akaniinua, akapata kunitoa kwa shimo la uharibifu, katika udongo utelezi. So ukiwa katika pale, katika shimo la uharibifu, kwa udongo utelezi, unajaribu utoke, lakini unakuta inakuwa ni ngumu. Huyo Mungu ambaye tunayemwamini, mwandishi wa Zaburi anasema, ni nani aliye kama Mungu wetu? Ni nani anaweza fananishwa na huyo Mungu wetu Jehova? Ni nani anaweza linganishwa na huyo ambaye anaitwa Emanueli? Huyu ambaye ni Mungu ambaye ananyenyekea akitazama kule mbinguni na duniani, anainua mnyonge kutoka mavumbini, anamuinua mnyonge kutoka chini, anatoa maskini kwa njaa la takataka, anamketisha kwa kiti cha watu wakubwa, anamketisha katika viti vya watu wakubwa. Huyu Mungu wetu anaweza tumwamini na kutekea juma la baraka. Unapokabiliana na changamoto za maisha, fahamu kitu moja, ni kwamba yule Mungu tunayemwamini hakuna kama yeye. Biblia inasema kwamba umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahannam, amketishe pamoja na wakuu, pamoja na kuwa watu wake. Uweka mwanamke nyumbani, mwanamke aliye tasa anakuwa mama mwenye kuwa na watoto mwenye furaha kama yule Ana. Mungu akubariki sana, na Mungu akuinue, na Mungu akutendee mema. Usikate tamaa na maisha. This is my slogan, ya kwamba tusikate tamaa. Bwana atakuokoa na wachawi na waganga. Mungu atasuiliwa na wachawi na waganga kukubariki. Wada maadui zako wana nguvu kushinda huyu Mungu wetu. Ile elimu, ukosefu ya elimu yako haina nguvu kushinda Mungu wetu. Ile hali ya magonjwa, hakuna ugonjwa una nguvu kushinda Mungu wetu. Huyu Mungu wetu anaweza ponya magonjwa yote. Huyu Mungu wetu akona uwezo kuleta amani katika ndoa yako. Huyu Mungu akona uwezo kuleta amani kasini kwako. Huyu Mungu wetu akona uwezo kukuponya magonjwa. Huyu Mungu wetu anaweza tengeneza njia kule kunaonekana hakuna njia. Huyu Mungu wetu tunayemwamini akona uwezo kutengeneza njia hata baharini, hata kule jangwani. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, bado unaona kama uko mavumbini, Mungu huyu tunamwamini akutoa mavumbini kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Huyu Mungu tunamwamini akutoa kwa njaa. Unaweza kuwa uko kama mahali ambako uko kwa njaa, ama kwa mahali patakataka, Mungu akakutoe, akakuketishe
katika viti vya wakuu, wakuu wa watu wake. Bwana kuondolea pingamizi, Bwana kuondolea vizuizi, Bwana kuondolea hatari. Bwana Yesu akupiganie, Mungu akuokoe kama hujaokoka. Bwana katakate minyororo iliyokufunga. Bwana Yesu akuweke huru kwa jina la Yesu. Naona Mungu akikuinua, naona Mungu akipigana na wale wanapigana na wewe. Naona Bwana akikupatia heshima kama vile alifanyia huyo mwandishi wa Zaburi. Anasema kwamba huyu Mungu wetu hakuna aliye kama yeye. Yeye Mungu anatoa maskini katika njaa, mnyonge anamtoa kwa mavumbi. Naona Bwana akikutoa kwa hiyo unyonge yako, kwa hiyo umaskini inaokabiliana na wewe. Mungu wetu anakutoa kwa kila aina ya hatari, kila mashimo ulioshimbiwa. Mungu anayafunika, unapita kuwa salama. Mitego iliyotegewa na maadui zako, Mungu anategua kwa jina la Yesu. Ili aibu umeaibika miaka mingi, Bwana akakutoa kwa aibu, Bwana akakutoa kwa manchanga, Bwana akakutoa kwa mashimo. Jina lako Mungu alibadilishe vile unavyojulikana kama mtu ambaye ni wakuteseka. Mungu akubariki uonekane kama mtu ambaye aliyebarikiwa, mtu ambaye amekumbukwa na Mungu. Jina lako libadilishwe. Vile watu walikuwa na kujua, vile watu walikuwa na kuona, Mungu abadilishe jina. Kama ulikuwa unatembea, hata kama mtu haja kuona, akiona nguo yako anajua yule ni fulani. Mungu akubadilishie jina. Una uwezo wa kubadilisha mabalio kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Bwana akapata kukubariki. Bwana Yesu akubadilishie magari. Kama umetembea na gari moja miaka nenda miaka rudi, Mungu akubadilishie, kupatia neema ya kutembea na magari na mbalimbali. Kama umeishi nyumba moja miaka nenda miaka rudi, Mungu akuinue, akupatia uwezo ya kukaa nyumba tofauti tofauti. Bwana kupatie ule utukufu mpya, akutoe kwa mavumbi, akutoe katika hali ya unyonge. Mungu akapata kukuinua, maana Mungu anauweza. Kama alitenda kwa mwandishi wa Zaburi, kama alitenda kwa huyo mwandishi wa Zaburi, huyo hakuwa mtu tofauti na wewe. Biblia inasema huyo mtu anaitwa Elia, alikuwa mwanadamu wenye kuwa na kama sisi, na aliomba kwa bidii. Kumaanisha hata mwandishi wa Zaburi hakuwa binadamu tofauti na wewe na mimi. Alikuwa mtu kama wewe. Mungu akamtendea miujiza, Mungu akamuinua, Mungu akamponya, Bwana akamtoa kwa hatari, Bwana akamwondolea aibu, Bwana akamwondolea mateso, na akabariki maisha yake. Bwana badilishe maisha yako, akubariki, akuinue, akutendea ishara, na utukufu utakuwa ni kwake. Mpendwa, Mungu akubariki sana. Ili neno ambalo Mungu amenipatia kwa ajili yako siku ya leo, la sana ni kwa kwamba Bwana Yesu atakupea nafasi nyingine. Na mimi tayari ushakupata. Sasa muamini Mungu ya kwamba atakutoa kwa mavumbi, atakutoa kwa njala takataka, na utakuwa ni mtu wa kuketi katika viti vya wakubwa. Wakubwa wale ambao wanatumikia Mungu, si wakubwa wenye dhambi, si wakubwa waofu. Ni wakubwa ambao wanampenda Mungu, wale wanamheshimu Mungu, wale wamebarikiwa na Mungu, wale wana ushuhuda kwamba Mungu anaweza. Mungu akubariki na kuonekanie na akapata kushindania. Na kama hujaokoka, mkubali Kristo Yesu kuwa na mkosa maisha yako, na Mungu atakubariki. Sema, Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na ukubali kuwa Bwana na mkosa maisha yangu. Sitaki kuenda motoni. Yesu niokoe, Yesu nisamee, Yesu nibadilishe, na kupenda na wewe ni mwokozi wangu. Ulikufa na kufufuka, naamini na ya kwamba ni mwana wa Mungu. Kutoka siku ya leo mimi ni wako Yesu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Tafuta kanisa mara utaenda ubatizwe, na kifaulu kunipata ni sawa, lakini usiponipata Mungu atakuongoza. Piga magoti uombe, ambie Mungu akuongoze kwa ile kanisa utaenda. Wale wanaohubiri habari ya wokovu, kuinjazwa Roho Mtakatifu, hapo utapata kuenda kubatizwa na maji mengi. Mimi uinsist ya kwamba lazima ubatizwe na maji mengi, maana Yesu alibatizwa na maji mengi, na akasema kwamba tukapate kufanywa vile vile. Akamwambia Yohana namna hivyo ndio tutii sheria yote. Kwa hivyo Kristo alibatizwa na maji mengi in the book of Matthew chapter 3 verse 30 to 17, na Kristo akabatizwa na maji mengi. Kwa hivyo hiyo ndio utafanyiwa, na Mungu wetu atakubariki. God bless you in Jesus name. Amen.